Habari ya saizi mabibi na mabwana, karibu tena kwenye chaneli yetu ya Afya Class. Leo tena ni siku nyingine, tumeachilia video nyingine kwa ajili yako. Lengo ni lile lile, kupeana elimu, ushauri na msaada wa tiba endapo tatizo lako linahitaji tiba. Lakini kabla kuendelea na video na mada hii ya leo, please bonyeza subscribe button ambayo inapatikana chini ya video hii ili uendelee kupata video na makala za staili hii kila tunapozitoa. Leo ninazungumzia tatizo ambalo linawasumbua wanaume wengi, tatizo la nguvu za kiume. Tatizo hili husababishwa na nini? Unachotakiwa kufahamu ni kwamba tatizo la upungufu wa nguvu za kiume huweza kuhusisha uume kushindwa kabisa kusimama, uume kutokusimama kwa muda mrefu, kukosa nguvu ya kuanza au kuendelea na tendo na kadhalika. Hali ambazo hupelekea mwanaume kushindwa kabisa kumridhisha mwenza wake ambaye anashiriki naye tendo la ndoa kwa wakati huo. Hali hii au tatizo hili linasababishwa na nini? Mtindo mzima wa maisha kwa mwanaume. Hapa ninazungumzia vitu kama ulaji wake pamoja na shughuli ambazo anazifanya kila siku. Ni aina gani ya vyakula unakula kila siku? Ni aina gani ya kazi ambazo unazifanya siku zote na kadhalika. Mwanaume kuwa na magonjwa ambayo ni magonjwa ya moyo, magonjwa ambayo huweza kuathiri usafirishaji wa damu mwilini. Magonjwa haya huweza kukuweka kwenye hatari ya kupata tatizo hili, tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Uwepo wa kiwango kikubwa cha lehemu, yani high cholesterol, unaweza kusababisha tatizo la uume kushindwa kusimama vizuri, au namaanisha erectile dysfunction. Tatizo la kuwa na kiwango kidogo sana cha hormones za kiume, yani low testosterone level. Hii pia huweza kukuweka kwenye hatari kubwa ya kupata tatizo hili, tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Lakini kuna tatizo pia linalohusisha mishipa ya damu kuziba. Hali hii huweza kuongeza hatari kubwa sana kwa wanaume kukutana na shida hii, kwani blood flow and blood circulations kwenye maeneo mbalimbali, hasa kwenye eneo la via vya uzazi, inakuwa ni changamoto, hali ambayo huweza kuathiri uume kusimama vizuri na kupelekea tatizo hili la mwanaume kukosa nguvu za kiume. Ugonjwa wa pressure ya kupanda, yani high blood pressure, huweza kuleta effect mpaka kwenye mfumo mzima wa uzazi. Kwa hiyo magonjwa haya pia yanaweza kukuweka kwenye hatari hiyo. Ugonjwa wa kisukari, hapa namaanisha diabetes. Ugonjwa huu huweza kuathiri uwezo wa mwanaume kufanya tendo la ndoa, ikiwemo ni tatizo au ikiwemo pamoja na tatizo hili la uume kushindwa kusimama vizuri, yani erectile dysfunction. Hivyo basi, wagonjwa ambao wana ugonjwa wa kisukari wanakuwa kwenye hatari pia kubwa ya kupata tatizo hili la kushindwa kushiriki tendo la ndoa vizuri. Tatizo la kuwa na uzito mkubwa, yani overweight or obesity. Mwanaume mwenye uzito mkubwa sana, mwanaume ambaye ni mnene kupita kiasi, anaweza kushindwa kabisa kufanya vizuri tendo la ndoa. Na hivyo unashauriwa hakikisha kabisa unapunguza uzito wako wa mwili kama una uzito mkubwa kupita kiasi, kwani matatizo haya pia yanaweza kupelekea kupungua kwa nguvu zako za kiume. Kwa hii ni miongoni mwa sababu au vyanzo ambavyo huweza kukuweka kwenye hatari zaidi ya kupata tatizo hili. Tatizo la metabolic syndrome, ambalo huhusisha vitu hivi kwa ujumla wake. Hapa namaanisha pressure kuwa kubwa zaidi, level ya insulin kuwa kubwa sana, mafuta ya mwili, hapa namaanisha body fat kuzidi, pamoja na kiwango cha cholesterol kuwa kikubwa zaidi. Kwa tatizo hili ambalo kwa ujumla tunazungumzia metabolic syndrome, huweza kukuweka kwenye hatari zaidi ya kukutana na tatizo hili, tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Matatizo mengine kama vile Parkinson's disease, multiple sclerosis na kadhalika pia huweza kukuleta athari kwenye mfumo mzima wa uzazi na kuongeza hatari ya mwanaume kukutana na tatizo hili, tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Lakini pia kuna habari ya uvutaji wa sigara, ikiwemo ni matumizi ya tumbaku au tobacco. Kwa wanaume ambao wanavuta sigara pamoja na kutumia vitu kama tumbaku, wanajiweka kwenye hatari zaidi ya kukutana na tatizo hili, tatizo la upungufu wa nguvu za kiume.
Matumizi ya baadhi ya dawa kama vile dawa jamii antidepressant, antihistamines, dawa za kutibu pressure au high blood pressure, dawa za maumivu na matatizo mbalimbali ambayo yanahusu tezi dume. Zipo baadhi ya dawa ambazo pia huweza kuongeza hali hii. Unywaji wa pombe kupita kiasi pamoja na aina nyingine za dawa za kulevya. Hali hii pia au tabia hii pia huweza kuongeza hatari ya mwanaume kukutana na tatizo la upungufu wa nguvu za kiume. Hapa kwenye matumizi ya dawa, zipo dawa za hospitalini lakini pia zipo dawa za asili. Kwa mfano, kwa wale ambao wanatumia vitu kama vumbi la Kongo na kadhalika, vitu hivi huweza kukuweka kwenye hatari pia ya kukutana na shida kama hizi, kwani vinaathiri mishipa ya damu pamoja na mfumo wa nerves kwenye eneo husika. Magonjwa mengine ambayo pia huweza kutokea na kusababisha kovu au scar tissues ndani ya uume wako. Hali hii au magonjwa haya yanaweza kuongeza hatari ya mwanaume kukutana na tatizo hili la kukosa nguvu za kiume, tatizo la kukua kwa tezi dume au tatizo la saratani ya tezi dume. Hapa namaanisha prostate cancer. Hali hizi huweza kusababisha mwanaume pia kukutana na shida ya kupungua kwa nguvu za kiume.